Ujambo na karibu. Tatizo la Sifuna ni lipi? Tatizo la Sifuna ni kiburi chake. Raila alimuinua hadi nafasi ya juu, lakini akaanza kukosa heshima hata kwa Raila mwenyewe. Raila alipomtaka apunguze mienendo yake, alikataa kusikiliza. Alimuita Oburu mtu wa kawaida asiye na uwezo, na akawaita wazee wanaoheshimika kama Francis Atwoli visuku. Ni muhimu kukumbuka kuwa mzee kama Atwoli akikulaani hadharani inaweza kuathiri mafanikio yako. Angalia yaliyompata Rashid Echesa hata baada ya Atwoli kumsamehe na kuondoa laana ya Atwoli. Kumsamehe na kuondoa laana hiyo, Echesa bado hajarejea kikamilifu katika ushawishi wake wa kisiasa. Kwa wale wanaolalamikia kuondolewa kwa Sifuna kama katibu mkuu wa chama cha ODM, mko huru kumchukua katika vyama vyenu na kumteua kuwa katibu mkuu ikiwa mnataka. Hata hivyo, anapaswa kujifunza kuepuka kiburi na kuacha kufikiri kwamba mambo hayawezi kwenda bila yeye. Hata hivyo, si mwisho wa safari yake, bado anaweza kufanya mikutano ya kisiasa na Wakenya wenye hisia kali wanaweza kumpa huruma na kumuunga mkono. Kwa hivyo tatizo la Sifuna ni kwamba huwa amekuwa na kiburi sana, akawa anajiona ya kwamba yeye ndio bora, akaona ya kwamba bila yeye chama cha ODM hakiwezi kusonga mbele, ya kwamba kuna shughuli ambayo ingeendelea bila yeye, lakini mwisho ameona ya kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kusimamisha kitu ambacho kimepangwa kwenda mbele. Hata kama utakuwepo ama usikuwepo, maisha yataendelea. Kumbuka ya kwamba kuna kipindi ambacho Edwin Sifuna aliambiwa na Raila Odinga ya kwamba aende pole, na akashauriwa namna ambavyo ya kupeleka mambo, lakini hakuona. Akamuita Oburu Odinga mtu wa kawaida, lakini hao ambao aliona ya kwamba wana nguvu ndio mwisho wa siku wamemuondoa kutoka chama cha ODM. Si eti naegemea upande mmoja, ila tu nasema kwa hisia zangu ya kwamba na fikira zangu kwamba wakati mwingine ukiwa umeweka kwenye nafasi hiyo, hakikisha kwamba unaitumikishia vizuri kabla muda wako hujatoka. Kwa maana tumeona kwamba iwapo una nguvu na ukanyang'anywa hizo nguvu, kutoka hapo unaweza kuhujumika kwa sababu ile nguvu uliyokuwa nayo kwa sasa imepotea. Langu jina lasalia kwa Maskini Msomi, na hii ni Maskini Msomi Tisho Mkatoliki.